Yes, hamjambo wa Kenya, pahali popote mlipo. Adhuhuri ya leo, kawaida ni mimi wenu, Isaac Mungai. Ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu. Na nimekuja hapa tuzungumze, kwa sababu tumekuwa tukizungumza. Na tulisema lazima tukae tukizungumza kama Wakenya wa jamhuri hii. Na hasa nikiwakilisha sauti ya vijana katika nchi yetu ya Kenya. Na pia nikiwakilisha sauti ya vijana katika chama cha DCP. Na nikiwakilisha sauti ya vijana katika mlengo ya one term. Na mimi nimeona William Ruto wako na hasira mingi. Na nimeona akiongea akiwa kule kwao Eldoret last week. Na mimi nikaona akiwa juu ya gari anaongea na hasira mingi akiongea mambo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Nikaona mpaka amerecruit wale vijana wake kutusi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na mimi nataka niambie William Ruto, bila fitina na bila chuki na bila matusi, nimuongeleshe tu kama kiongozi kijana. Shida ya Kenya kwa sasa sio Uhuru Kenyatta. Na zile shida ambazo zimetukumba kama taifa, hakuna pahali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amechangia. Kwa sababu kulingana na sheria ya jamhuri hii, yeye alitawala miaka yake 10 na akamaliza. Kulingana na demokrasia, tukaenda katika uchaguzi na ukachaguliwa bwana William Ruto kama rais wa jamhuri ya Kenya, na ukaapishwa mchana wazi na katiba ya Kenya na Biblia, Wakenya wote na dunia mzima ikishuhudia. Na kutoka ile siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikupatia upanga wa nchi pale Kasarani, alienda nyumbani na ukaachiwa ofisi. Leo hii bwana William Ruto, ile ushuru yote inakusanyiwa hapa Kenya, ile pesa yote ya wananchi inakusanyika hapa Kenya, matrilioni ya pesa, umekuwa ukipatiwa na serikali yako kwa sababu wewe ndio rais wa jamhuri ya Kenya kulingana na sheria. Na hiyo pesa yote umekuwa ukipatiwa ya ushuru ya Wakenya, na zile umekuwa ukikopa nje, zile zote umekuwa ukikusanya pamoja. Hiyo pesa yote imekuwa ikikontroliwa na wewe kwa sababu wewe ndio rais wa jamhuri ya Kenya. Hakuna mahali wa Kenya wamepatia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ushuru yao. Hakuna mandate hata moja kulingana na sheria ya jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amepatiwa. Yeye amestaafu. Kwa hivyo nikuambie, acha kusingizia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hii ni wazi ya kwamba kazi imekushinda. Ni wazi ya kwamba kazi imekulemea. Ile mambo ulikuwa umetuahidi wakati tulikuchagua, kwa sababu sisi ndio tulikupigia kura kwa hiari yetu, kwa kujitakia, kwa kupenda kwetu. Kwa sababu hiyo siku tulikupenda na tukakuamini. Ile siku tulikupigia kura. Tulikupigia kura kwa sababu ya msingi ya zile mahadi ambazo ulitupatia kama Wakenya. Na vile tumekupatia ushuru yetu miaka 4 na umeshindwa kutekeleza ahadi zako, hapo hakuna pahali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anakujia. Kwa hivyo acha kuhangaika huko ukiambia jamii yenu eti Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekusponsia watu wasimame viti ili wakitoka kwa ofisi. Hakuna mtu hata mmoja Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anafaa kuleta ili apingane na wewe. Nilikuambia mimi kama kiongozi kijana, wale ambao wanakabiliana na wewe kwa uchaguzi ya mwaka ujao ni sisi Wakenya wa jamhuri hii, Wakenya milioni 50, wale ambao wanateseka kwa sababu ya uongozi yako mbaya, wale ambao ulidanganya siku tulikuwa tunakupigia kura. We are the people who are competing with you. We are the one having a declaration of taking you home. Sisi ndio tunasema you must be a one-term president. It is not Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. It is not any other leader, but it is us, we Kenyans, who voted for you in the year 2022. Kwa hivyo, wacha kupoteza wakati wako hapa ukipigana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Huyo hakuna makosa amefanya na hana hatia yote. And in any case, bwana William Ruto, Edwin Sifuna ako na haki ya kusimama kiti ya urais, the way he's doing and the way he's campaigning. Eugene Wamalwa ako na right ya kusimama kiti ya urais, the way he's campaigning. Rigathi Gachagua ako na right kulingana na sheria ya Kenya kusimama kiti ya urais, akupinge wewe, akupeleke nyumbani. It is his democratic right. Fred Matiang'i vile vile, Stephen Kalonzo Musyoka vile vile. Hata nimeona pia Ndindi Nyoro ameingia katika kinyang'anyiro. It is his democratic right kujitokeza asimame kiti ya urais, akupeleke nyumbani. Na hawa viongozi wote wamejitokeza
wakisema ya kwamba wanataka wakupeleke nyumbani mwaka ujao kupitia nguvu ya Wakenya. Hakuna mtu ambaye eti amewasponsor, hakuna mtu eti amewapanga. Ni sisi wa Kenya tumewapanga kwa sababu tunataka watusaidie ili safari ya kukupeleka nyumbani kuwe rahisi. Kwa hivyo acha kuharibu wakati hapo ukipigana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na mimi nikwambie Bwana William Ruto, hii inaongea tu with a lot of sincerity. Zile mambo, zile programs Uhuru Kenyatta alikuwa anaendesha za kuboresha maisha ya Wakenya, ndio ulikuja ukasambaratisha. Ukajifanya mwerevu, ukajiona unajua, saa hii ndio umezama. Ile mambo yote umeintroduce hakuna kitu, nothing is working. No single project that you have introduced or a single program that you have introduced is working. Just nimeona leo ati wizara ya fedha wanajaribu kutafuta pesa wafanye subsidy ya bei ya petroli. Na mimi nimeshangaa Bwana William Ruto, kwa sababu siku uliapishwa pale wakati wa COVID, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali yake wao ndio walifanya introduction ya subsidy ya bei ya petroli. Wakaweka shilingi 20 kwa kila bei ya petroli, kuliko Wakenya tununue petroli 200. Wakaweka subsidy, tulikuwa tunanunua petroli lita moja 154 kwa sababu ya subsidy ile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa ameweka na serikali yake. And the first thing that you did Bwana William Ruto after you were sworn in right in the Kasarani, hata kabla ufike State House, ulisoma hapo statement ukasema ya kwamba umeondoa subsidy ile ambayo ilikuwa imewekwa ya petroli. Na hata kabla ufike State House, baada ya kupata upanga, bei ya petroli ilitoka 154 ikaenda mpaka 200 kwa sababu uli withdraw subsidy. Alafu ukarukaruka huku kwa televisheni ukisema ya kwamba you cannot do a subsidy of the consumption. Ukasema you be concentrating with subsidizing the production but not the consumption. Tukasema ni sawa, tukupatie nafasi tuone kama akili yako itafanya kazi vile ambavyo unafikiria. 4 years later you have failed. 4 years later your ideas are not working. 4 years later your programs has failed. 4 years later nothing is working with the motto that you have introduced since you take over the government. Leo hii umeanza kurudi nyuma. Zile ideas za Mheshimiwa Uhuru Kenyatta umeanza kuzirudia pale uliacha Kasarani. Nimeona saa hii kina bandi mnazunguka mkitafuta pesa mfanye subsidy ya bei ya petroli, ili ujaribu excite Kenyans hapa waone kama iko kitu unafanya. William Ruto, sisi kama Wakenya tulikupenda. I want to echo what Honorable Ndindi Nyoro said yesterday. Sisi Wakenya hatujakuwa na shida na wewe kama rais, kwa sababu sisi ndio tulikuweka kwa kiti, na hatuwezi kuwa tulikuweka kwa kiti kama tungekuwa na shida na wewe. So we Kenyans hatujawahi kuwa na shida na wewe, lakini wewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe ndio umekuwa na shida na sisi kama Wakenya, kwa sababu umeshindwa kuzingatia na kuweka ahadi ile mambo ambayo ulituahidi. Bwana William Ruto, ile mambo yote tulitarajia utabadilisha, umeshindwa kubadilisha. Acha kurukaruka hapa ukipoteza wakati na kujibu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Uliachiwa nchi, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe ndio uko na ushuru, wewe ndio uko na maaskari, wewe ndio amri mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Wewe ndio uko na upanga ya nchi. Wewe ndio uko na kalamu ya kuajiri na kufuta kazi. Kwa hivyo stop blaming His Excellency Uhuru Kenyatta. Yeye amestaafu, yeye amekuwa nyumbani. Bwana William Ruto, ukapata program kama ya Linda Mama. Wazazi walikuwa wanazaa bure bila kulipa hata peni. A program that was introduced by Her Excellency Mama Margaret Kenyatta wakiwa na President Uhuru Kenyatta. Program ambayo ilisaidia mpaka maskini. Wakati ulikuja sababu umesomea miti, wewe ukasema ni daktari, wewe ni mwerevu, ukasema wewe sio mlevi, ukasema wewe ni ndugu mdogo wa Yesu Kristo, umejawa na Roho Mtakatifu, ukasema unataka kusambaratisha mipango ya walevi, ukatoa Linda Mama, ukaleta vitu hazieleweki za SHA, zile ambazo leo hii hazisaidiwa Kenya. And therefore, sikia aibu sana Bwana William Ruto ukiwa mahali umekaa. Unafaa usikia aibu sana ukiwa mahali umekaa, ukifungua mdomo yako kuingilia na kutusi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ili hali unajua vizuri ya kwamba tulikupatia mandate kama Wakenya, na wewe ndio umeshindwa kuendesha taifa vile ambavyo ulituahidi siku tulikupigia kura. Na nikiwa hapo, nimeona Wakenya wameongea mambo mingi
Jana nimeona Mheshimiwa Ndindi Nyoro amezindua chama. Na nimeona imeamusha hisia mingi. Wakenya wako na maoni mingi na maoni tofauti. I want to speak just like a young Kenyan and a youth leader. Sisi tuko katika safari ya kupeleka William Ruto nyumbani. Na safari ya kupeleka William Ruto nyumbani, kwa sababu ni rais ambaye ako katika mamlaka, si safari ambayo itakuwa rahisi. Kama sisi kama Wakenya tutaanza kupigana vita, kama sisi kama Wakenya tutaanza kutawanyika. Safari ya kupeleka William Ruto nyumbani itakuwa rahisi kama Wakenya, kama tutakubali kila mtu, tukumbatiane, tufanye kazi kwa pamoja, tutie juhudi zote kwa pamoja. Safari ya kupeleka William Ruto nyumbani itakuwa rahisi. Tunahitaji zaidi ya kura milioni 10 mwaka ujao ili tupeleke William Ruto nyumbani. Hiyo ni kumaanisha tunahitaji kila kura ikuwe katika mlengo ya one term. Tunahitaji kila kiongozi akuwe katika mlengo ya one term. Tunahitaji kila mtu ambaye anatakia Kenya mazuri akuwe katika mlengo ya one term. Ndio safari ya kupeleka William Ruto nyumbani ikuwe rahisi. Kwa hivyo mimi vile ambavyo nimeona Ndindi Nyoro jana ametangaza ya kwamba akasema yeye ako one term, mimi nakubaliana yeye. Amefanya kitu ambacho ni ya busara zaidi, kukuja kuungana na Wakenya wale wengine, kwa sababu hii safari tulianza 2024 wakati tulikuwa tunaandamana, na tukaona kwa sababu William Ruto ameshindwa kurekebisha nchi, sisi kama vijana wa taifa hili tukasema huyu mtu lazima akuwe one term. Na vile ambavyo tulianza hiyo movement, viongozi wengi wameweza kutoka katika mrengo ya serikali na wamekuja kuungana na Wakenya wale wengine ili tupeleke William Ruto nyumbani. Kwa hivyo vile kijana Ndindi Nyoro amesema ya kwamba yeye ako katika mlengo ya United Opposition, akasema ako one term, mimi nasema amefanya jambo ambalo ni la busara zaidi. Wacha akuje one term, apange line nyuma ya Wakenya wale wengine, tupeleke William Ruto nyumbani. Hiyo iko sawa. Kitu ingine ningetaka niseme ya maana sana, nikaona pia amezindua chama na akasema yeye sasa ndiye party leader wa People's Party of Kenya. It's okay, it's good. Lakini Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kuna statement nilikuwa nagojea useme na haukusema, na ndio maana sitakuingilia, nitakupatia nafasi mpaka isiku utasema hiyo statement. Ulisema ya kwamba umezindua chama na wewe ndio kiongozi wa hiyo chama, na ukasema umeingia katika opposition. That is very good. Na ukasema you have done a wide consultation. Ukasema ya kwamba umeongea na His Excellency Rigathi Gachagua. Ukasema umeongea na His Excellency Kalonzo Musyoka. Ukasema umeongea na Fred Matiang'i. Ukasema umeongea na Peter Munya. Ukasema umeongea na Martha Karua. Ukasema umeongea na James Orengo. Ukasema umeongea na Edwin Sifuna. Hiyo iko tik, hiyo iko sawa. Hiyo iko sawa kabisa. Ile kitu tu sikusikia umesema, na ningetaka urudi kwa mitandao tena useme, ni ya kwamba vile ambavyo umeungana na the United Opposition, uko tayari siku mtaenda kukaa chini kuzungumuza vile ambavyo mtatengeneza lineup ya kupeleka William Ruto nyumbani. Sikusikia ukisema ya kwamba mkikaa chini yule ambaye atakuwa propose kukuwa flag bearer in the United Opposition utamunga mkono. Hiyo tu ndio nilikuwa natarajia useme, lakini hukusema. Because wale viongozi wengine ambao tuko nao in the United Opposition, starting from His Excellency Rigathi Gachagua, they are all in agreement. Na hiyo ndio walituahidi sisi kama Wakenya, because we Kenyans, we are the pioneers of one term movement. Na hii project ya kupeleka William Ruto nyumbani, sisi Wakenya ndio waanzilishi. And that is why the leaders in the United Opposition, siku walikuja wakaungana na sisi, they made a pledge, na wakasema ya kwamba siku tutakaa chini, yule ambaye tutakubaliana ndiye atakuwa flag bearer, wale sisi wengine tutamunga mkono. Rigathi Gachagua amefanya hiyo pledge. Martha Karua alifanya hiyo pledge kwa Wakenya. Kalonzo Musyoka amefanya hiyo pledge kwa Wakenya. Fred Matiang'i amefanya hiyo pledge kwa Wakenya. Eugene Wamalwa amefanya hiyo pledge kwa Wakenya. Edwin Sifuna amekuja juzi na amefanya hiyo pledge kwa Wakenya. Bwana JB Moturi amefanya hiyo pledge kwa Wakenya. Bwana Natembeya alifanya hiyo pledge kwa Wakenya. Wote wakasema ya kwamba as the principles in the United Opposition, siku watakaa chini yule watakubaliana, wote watamunga mkono. Mimi ningetaka rafiki yangu
ndugu yangu mkubwa, kijana Ndende Nyoro, hakikisha kwamba umefanya hiyo pledge kwa Wakenya. Vile ambavyo umekuja, sisi tunataka kupatia benefit of doubt ya kwamba umekuja na mikono safi. Na kama umekuja na mikono safi, kijana rafiki yetu, sasa tunataka usimame mbele ya Wakenya wote mchana wazi, isikuwe usiku, na utangaze ya kwamba vile ambavyo umeungana na the United Opposition, siku watakaa chini waamue nani atakuwa rais, nani atakuwa naibu wa rais, utaunga mkono vile ambavyo watakubaliana. And once you pledge that to us Kenyans, sisi hatutakuwa shida na wewe. Kwa sababu ni vizuri pia tuambie Wakenya, maneno ya mdomo haitoshi. Hata Yesu mwenyewe alisema maneno ya mdomo yenyewe haitoshi, lakini Yesu akatuambia na hawa watu tutakuja kuwapima na matendo yao. Kwa hivyo wale ambao pengine wanaweza kuwa wametumwa na William Ruto katika mlengo United Opposition, hatutawahukumu kwa sasa kupitia maneno yenu ya mdomo, lakini tutakuwa na subira. Hiyo siku ikifika ya kuamua nani atakuwa flag bearer, ile matendo yenu ndio tutapima hiyo siku, na ndio tutajua nani walikuwa wetu na nani hawakukuwa wetu. Because if we are talking of mobilizing Kenyans under one-term movement ili tupeleke William Ruto nyumbani, wewe kama sio mole unahitaji tu kukubaliana ile kitu wataamua. Wewe kama hujatumwa na William Ruto utahitaji tu kusupport ile kitu ambao viongozi katika upinzani wataamua. Na kama utachangia katika safari ya kupeleka William Ruto nyumbani, labda mtu hana akili ndiye atakuita mole. Kama unachangia safari ya kupeleka William Ruto nyumbani kuwe rais, mtu atakuita mole, labda mtu mjinga. Kwa sababu sisi lengo letu kama Wakenya wazalendo ni kuunganisha nguvu yetu na umoja wetu, tuhakikishe ya kwamba kazi ya kupeleka William Ruto nyumbani imekuwa rahisi. Na ndio maana mimi nilikuwa kama kiongozi kijana nafurahia viongozi wetu. Vile Rigathi Gachagua aliketi chini na wale viongozi wengine, akatafuta Kalonzo, akatafuta wale wengine wote, kina Martha, kina Matiang'i, kina Eugene, kina Sifuna wote. Na sisi kama Wakenya, kama kweli tunamaanisha, sisi kama Wakenya, kama hatuna unafiki, tunamaanisha tukisema kwamba William Ruto aende nyumbani, basi tunafaa kushabikia na kufurahia umoja ya wale viongozi wote wanakuja kwa pamoja kufanya kazi ya kupeleka William Ruto ikuwe rahisi. Because saying one term is one thing and executing that plan into reality is another thing. And saying it is very easy, kusema ni rahisi, lakini kuitekeleza ni ngumu. Kusema unaweza sema hata kuwa kwa kitanda, lakini kuitekeleza unaitekeleza ukiwa kwa raia. Kusema unaweza sema hata kuwa kwa kilabu ukikunywa pombe, lakini kuitekeleza inahitaji mpango, inahitaji viongozi waungane, inahitaji umoja wa Kenya, inahitaji viongozi wote washikane mikono ndio tuweze kutekeleza hiyo mnaitanga one term. Lakini kusema na mdomo peke yake haitoshi. And that is why I'm saying, before we jump into a conclusion, tupatie hawa viongozi nafasi ya kupima matendo yao kama ni kweli wanamaanisha tunapeleka William Ruto nyumbani. Si tuko hapa Kenya si hatuhami? Si tuko hapa Kenya si hatuhami? Si mwaka ujao tumebakisha miezi michache, ya wale ambao watagombania viti za urais wapeleke makaratasi kwa ABC. So tukikaribia hapo ndio tutajua mbivu na mbichi. Iko nafasi ya sisi kujua ni akina nani wetu, ni akina nani hawakuwa wetu. Na ile kitu sisi tulikubaliana kama Wakenya, niseme hapa kama kiongozi kijana leo hii, ile ambayo tulikubaliana kama Wakenya, yule kiongozi ako katika mlengo ya one term, yule ambaye hataridhika na ile lineup itatengenezwa na akuje kusplint eti arudi kwa William Ruto, huyo ndiye tutaita mole. Na huyo ataenda kwa William Ruto peke yake. Wacha nirudie hapa. Safari ya kupeleka William Ruto nyumbani ilianzwa na Wakenya siku watoto wetu waliuliwa kule kwa maandamano. Hiyo ndio siku tulianza safari ya kupeleka William Ruto nyumbani. Na wale viongozi wote ambao wako katika mlengo ya one term, wale ambao tayari walikuja, wale wamekuja na wale pia watakuja, ikifika pale next year siku ya kufanya uamuzi, yule atakaye rudi kwa William Ruto atarudi peke yake na bibi yake na watoto wake. Nataka nirudie hapa.
Because this is a very serious business. Na sisi wa Kenya ndio tumeumia pakubwa. Sisi maskini wa jamhuri hii ndio tumeumia pakubwa. Kwa hivyo kama iko watu wako na faida kubwa William Ruto akienda nyumbani, ni sisi wa Kenya wa kawaida wa jamhuri hii, kwa sababu sisi ndio tumefinyika. And that is why I'm saying, if there is any leader who has joined United Opposition, akifikiria atakuja araidi na mahali wananchi wako, akifikiria atakuja araidi na mahali wananchi wako, akuja hapa atupoteze baadaye atoroke, nataka nipatie viongozi wa United Opposition ilani ya mapema. Ikifika next year, yule atakaye rudi kwa William Ruto atarudi peke yake, bibi yake na watoto wake. Wafuasi wake wote watabaki katika one term. Sisi wa Kenya we are permanently in one term movement. Na hakuna kitu inaweza tubadilisha. Na hakuna kitu inaweza turudisha nyuma. Mpaka ile siku tutatekeleza. Tuone William Ruto amefika Sugoi, nchi badilike ili wa Kenya wapate faida. So let me make it clear. Kwa hivyo wale viongozi wanakuja mpande huu, endeleeni kukuja. In any case, tukiweza weka unafiki kando, wakati viongozi wanatoka kwa William Ruto wanakuja mlengo huu, kazi ya kupeleka William Ruto nyumbani inakuwa rahisi. Kwa sababu hiyo ni kumaanisha kisiasa nyumba ya William Ruto inaporomoka. Vile Ndede amekuja, ingawaje alisema alitoka kwa William Ruto kitambo, lakini vile ambavyo amekuja mrengo huu, mtu mwingine pia akuje, hiyo nyumba ya William Ruto inaendelea kuporomoka. Na ikiendelea kuporomoka, nguvu yake inaisha, nguvu yetu inakuwa mingi. Kama si kudanganya, tunadanganyana hapa. If we are into it that William Ruto must be a one-term president, tunafaa kushabikia wakati nyumba ya William Ruto inaporomoka ya kisiasa. And let me say this. Juzi tumekuwa hapa Olkalau na uchaguzi. Yule tulisimamisha na chama cha DCP akapata kura 35,000. Yule ambaye alikuwa amesimamishwa na William Ruto alipata 5,000. Kama huko Olkalau William Ruto hakuwa na watu wa kusaidia hiyo 5,000 ipatikane, kama wale watu walikuwa nasaidia William Ruto huko Olkalau wangekuwa katika mlengo ya one term, hiyo ni kumaanisha hizo 5,000 William Ruto walipata na chama yao hawangepata. Kwa sababu DCP tungewakota kura yote. Kwa sababu hakuna viongozi wa kusaidia William Ruto kazi. So hii ni kumaanisha the more William Ruto tuna nyumba yake ya kisiasa inaporomoka, the more sisi tunapata nguvu mingi, the more kazi ya kupeleka yeye nyumbani inakuwa rahisi. Kwa hivyo hata Kimani Ichung'wah nimwambie, hata wewe ukitaka kukuja United Opposition, kuja hata leo asubuhi, kuja hata kesho asubuhi. Hata Kindiki ukitaka kukuja katika mlengo hii, kuja kesho asubuhi. Kama inawezekana mtoke nyinyi wote katika hiyo mlengo, muache William Ruto peke yake. Wakenya wote waungane kwa pamoja. Hata hatuwezi kuwa na uchaguzi next year. William Ruto anaweza jiuzuru na hiyo kazi ikwisha mapema. But the more tuko na watu wengine wamebaki na William Ruto, the more wanafanya hii kazi inakuwa ngumu. Kwa mfano, Rigathi Gachagua ameteswa sana miaka 2 kwa sababu alianza hii vita mapema. Na vile ambavyo kumeongezeka viongozi wengi, tuko na Edwin Sifuna, tuko na kina Kalonzo, tuko na kina Matiang'i, at least siku hizi Rigathi hapigwi sana juu watu wa kupigwa wamekuwa wengi. At least hii kitu imetuokolea. Hii mambo ya watu kuporomoka kutoka mlengo ya watuta wanakuja one term imetusaidia. Kwa sababu nimeona Sunday kina Sifuna ndio walikuwa wanapigwa. Kama Sifuna wangekuwa mlengo wa William Ruto, Sunday kwenye tulikuwa sisi ndio tungekuwa tunapigwa na Rigathi wetu. Lakini kwa sababu watu wamekuwa mingi, watu wamekuwa wengi, so William Ruto wako busy kupiga watu wengi, saa nyingine Trisa anasahau kupiga Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua hata anapata nafasi ya kupumua kidogo. So vile Ndede amekuja katika mlengo wa one term, mimi sina shida na hiyo. At least hata yakuja kule tia gas kidogo, akuja pigwe kidogo, tupumzike kwanza kidogo. Hii kazi ya kupigwa na William Ruto at least tukiwa wengi inakuwa rahisi. Rigathi anapumzika mwezi moja bila kupigwa tia gas, wale wengine kwanza wakula kule. Kwa sababu siku alikuwa peke yake, alikuwa anakunywa tia gas kila siku. Hii kazi ni kusaidiana. Endeleeni kukuja.
So hata Kindiki tumwambia hata wewe toka hiyo side. Hiyo nyumba inaporomoka kuja one time. Hata wewe Kimani Ichung'wah hiyo nyumba inaporomoka toka huko kuja huku. Ingawaje Kimani Ichung'wah ni mtu ambaye anajipenda sana. Jana nimesikia akiongea kama mtu mjinga tu. Nilikuwa nasikia Kimani Ichung'wah akidanganya watu huko Mathira akiwaambia kwamba eti heri kupea William Ruto kura mara ya pili hata kama hampendi kwa sababu anarudi miaka 5 peke yake aende yeye asimame kiti urais 2032. Lakini akasema tukisipopatia William Ruto tupatie mtu mwingine aende miaka 10. Hiyo ni kumaanisha Ichung'wah akitaka hiyo kiti urais itabidi agojee 2037. Hiyo ni mafikira ya ubinafsi. Hiyo ni mafikira ya ujinga ya kujipenda kama kiongozi. Na hii ndio ile upuzi tutakuja kumalizana nayo hapa one time. Siku wa Kenya waliandamana hawakuitisha viti katika serikali ya William Ruto. Wao walisema ya kwamba wanataka uongozi bora katika nchi ya Kenya. Watoto wetu hawakuwa na ulafi ya viti. Our children were not hungry for power. They did not initiate any negotiation with William Ruto about possessions and powers. All what they were asking and advocating for was about good governance. Kwa hivyo nyinyi wale viongozi mnakuja katika mlengo huu ya one time. Ukikuja na ofisi yako, uko hungry for power, unajitakia wewe mwenyewe, hautapata nafasi hapa, utakuwa na wakati mgumu na utatoroka. Kwa sababu wale viongozi mko mlengo huu, lazima muweke mambo ya Wakenya mbele. Wale viongozi mko katika mlengo wa one time, lazima muweke matakwa ya wananchi mbele kuliko matakwa yenu nyinyi wenyewe binafsi. Na hii naongea hapa with a lot of sincerity kama kiongozi kijana wa taifa hili. Mimi hakuna kitu nataka. Mimi sisimami kiti yote, hakuna kitu nataka. But I'm advocating this on behalf of 50 million Kenyans, wale ambao hawana sauti ya kuongea. Sisi tunataka nchi iendeshwe vile ambavyo inafaa kwa manufaa ya wananchi. We are not hungry for power. Kwa hivyo wale mnakuja katika mlengo huu, kama umekuja kwa sababu unatafuta power, you ride by the wave of Kenyans ili upate power, you be surprised. Ukifika hapa, uweke kujipenda kando. Matakwa yako uweke kando. Matakwa ya Wakenya uiweke mbele. Ili tuweze kusikizana, kazi ya kupeleka William Ruto nyumbani kuwe rahisi ili tusaidie Wakenya. Hiyo ndio lengo kuu ya sisi kama Wakenya wazalendo ambao tunasema one time. Kwa hivyo mimi kama kiongozi kijana, hiyo ndio maoni yangu. Lakini nikimalizia ni vizuri niseme ya kwamba juzi Rigathi Gachagua ameongea akiwa kule wa Munyoro. Na akasema ya kwamba yeye anatii na ako na heshima na zile vyama zingine ziko katika mlengo ya one time. Lakini akasema ya kwamba kila chama ifanya kazi yake ya kujimarket. Kwa sababu ni kazi ya kila kiongozi wa chama kujua vile atatumia mbinu ya kuuza chama yake. And in that spirit, kwa sababu vyama zimeanza kukua vingi. In that spirit, kwa sababu tumeona vyama zimeanza kukua mingi. Ile kitu ambayo ningetaka nihimize kiongozi wangu Rigathi Gachagua. Hatutataka mambo ya sisi kama wana DCP. Hatutataka kusikia mambo ya zoning. Hatutataka kusikia mambo ya zoning. Wacha kila chama isimamishe kiongozi wake. Wacha kila chama isimamishe viongozi wao. Wacha kila chama ifunguliwe isimamishe watu mahali wanataka. Hii mambo ya zoning sisi hatutakubali. Sisi kama wana DCP. Kwa hivyo tukikuja huko Meru, tutakuwa na governor, senator, women rep, hizo vitu zingine. Tukikuja Embu, tukuwe na governor, senator, MP, MCs, hizo vitu zingine. Tukikuja Kirinyaga vile vile. Tukikuja Murang'a kama DCP tutasimamisha viti zote kutoka governor mpaka MCA. Tukikuja hapa Kiambu kama DCP tutasimamisha kutoka governor mpaka MCA. Tukienda Nairobi vile vile. Hatutakubali mambo ya zoning kama wana DCP. Sisi tumelipa gharama kubwa sana kuuza hii chama yetu na matia gas na kupigwa kila wakati. So kwa hivyo wacha kila chama isimamisha viongozi yake mahali nataka. Mambo ya zoning sisi hatuwezi kubali. Tutasimamisha Narok, uko Rift Valley, uko Mombasa, uko Western, tutasimamisha. Inene kesa hata deputy party wa chama cha DCP ametoka kule Western.
Hiyo ni kumaanisha kule Western, ingawaje tuko na vyama zingine, tuko katika mlengo wa one term, bado sisi kama DCP tutasimamisha watu wapi? Watu huko. Ndio watu washindane, kukuwe na kinyang'anyiro kule kwa ground, watu washindanie huko. That is the best thing. Hiyo ndio demokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Mambo ya zoning sisi hatutakubali. Tutasimamisha watu wa kupigania vitu tofauti tofauti katika kila kona ya nchi. Wananchi ndio wataamua. Wacha wananchi waamue. Na ndio maana mimi hata naona watu wakipigana vita bure huku. Naona watu wanapigana vita bure huku. Hakuna haja ya vita. Wacha vyama, tutasimamisha watu. Wananchi wataamua. Na wananchi si wajinga. Na mimi nimefurahia vile nimeona Rigathi Gachagua amepokea Kagombe. Huyu mbunge wa Gatundu South. Mimi nafurahia. Kwa sababu yeye kama kiongozi wa chama lazima akubali kila mtu kwa chama. Na yeye kama kiongozi wa chama alisema ya kwamba yeye amesamehe wale ambao walimsaliti wakamcrucify. Alisema yeye amewasamehe. Kwa hivyo wale wanaendelea kukuja kutoka kwa William Ruto, wanakuja katika chama cha DCP, mko karibu nyinyi wote. Kujeni. Hata Kimani Ichung'wah ukitaka kuingia DCP, kuja kesho tukuvalisha kofia. Kindiki tutakuvalisha kofia. Moses Kuria tutakuvalisha kofia. Anybody from kwa William Ruto unataka kukuja DCP, tutakuvalisha kofia. Ile kitu ya muhimu Rigiji alifanya, anakuchukua anakupeleka kwa wananchi. Yeye kama kiongozi amekwisha wasamea nyinyi wote. Yeye kama kiongozi hana vita na yeye, hana vita na nyinyi. Lakini anakupeleka kwa wananchi, ujitetee kwa wananchi. Wananchi wakikusamehea, sisi hatuna shida, hiyo ni demokrasia. Wananchi pia wakikukataa, hiyo ni demokrasia, unaiheshimu. Na mimi naona hapo Rigiji amefanya vizuri, hiyo ni haki. Hiyo ni haki. Kusamehe viongozi, anawapeleka kwa wananchi. So vile Kagombe alipelekwa huko Gatundu, sasa ni kazi yake na yeye sasa ajitetee. Ni kazi yake sasa ujitetee kwa wananchi. Rigiji alikuambia yeye amekusamehea kama kiongozi wa jamii ya Mlima. Yeye amekusamehea, hana vita, hana shida. Lakini sasa ni kazi yako na wewe sasa uongee na wananchi wa Gatundu. Ukiwasikiza wakusamehe sawa. Wasipokusamehe ni haki yao na ni demokrasia. Kwa hivyo nitachukua swali moja ama swali mbili. Alafu pia pengine tutazungumza na Kikuyu kwa for maybe for some few minutes. Iko swali?